Nikutie moyo wewe ambaye umekuwa ni mtu ambaye unatenda mema. Nikutie moyo siku ya leo wewe ambaye umekuwa ni mtu ambaye unatenda mambo mazuri kwa ajili ya wengine. Umekuwa ni mtu ambaye unajitoa kwa ajili ya wengine. Iwe ni kwa fedha yako, iwe ni kwa muda wako, iwe ni kwa chochote ambacho Mungu amekujalia kuwa nacho. Umekuwa ni mtu ambaye unafanya kwa ajili ya wengine. Umekuwa ni mtu ambaye Mungu amekufanya kuwa daraja kwa ajili ya wengine kuinuliwa. Umekuwa ni mtu ambaye kile kidogo ambacho Mungu amekujalia, Mungu amekusaidia, unafanya kwa ajili ya watu wengine. Wakati mwingine unafanya kwa ajili yao lakini hawaoni. Wakati mwingine unafanya kwa ajili yao lakini wao ndio wameinuka, wamekuwa wa kwanza wanaokusema vibaya. Wakati mwingine unafanya kwa ajili yao lakini wao wameinuka, wamekuwa mwiba kwako, wamekuwa tanzi kwenye maisha yako. Natamani nikukumbushe siku njema ya leo. Biblia inasema ya kwamba tena msichoke katika kutenda mema, maana Bwana atawalipa kama msipozimia moyo. Biblia inasema tena msichoke, tena msichoke. Nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umekuwa unatenda mema. Kuna mambo umekuwa unafanya kwa ajili ya watu, na wakati mwingine ile roho ya kuendelea kufanya kwa ajili ya watu inazimia ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu ambao unawasaidia wamegeuka kuwa mwiba. Na bahati mbaya, mara nyingi sana wale ambao tumewasaidia sana, wale ambao tumesimama nao sana kwenye nyakati zao ngumu, wale ambao tumetoa vya kwetu vya ndani kwa ajili yao, ndio mara nyingi wamegeuka kuwa maadui zetu. Ndio mara nyingi wamegeuka na kutunena mabaya. Ndio mara nyingi wamegeuka na kuwa tanzi kwenye maisha ya kwetu. Lakini neno la Mungu linasema usichoke kutenda mema. Mungu anajua kuna wakati unachoka. Mungu anajua kuna wakati unaweza kukatishwa tamaa. Mungu anajua kuna wakati moyo unazimia. Lakini Biblia inasema maana mtalipwa kwa wakati wake kama msipozimia moyo. Mpendwa, anayelipa ni Mungu. Yuko Mungu ambaye analipa kwa kila tendo jema unalolitenda leo. Yuko Mungu ambaye hasahau. Yuko Mungu ambaye ana rekodi ya kila unalolitenda. Ana rekodi ya kila wema ambao umekuwa ukiufanya kwenye maisha yako. Na Biblia inaniambia ya kwamba atakulipa. Anayelipa ni Mungu. Usitaraji kulipwa na wanadamu. Usitaraji kulipwa na wale uliowatendea. Biblia inasema Mungu huwa analipa. Mungu huwa analipa. Nami siku ya leo nimekuja kuzungumza na wewe mahali hapa. Yuko Mungu ambaye huwa analipa. Usichoke kutenda mema. Ukisoma Biblia kwenye kitabu kile cha Samueli wa pili sura ya 9 pale kuanzia mstari wa 1, unaona mtu mmoja anaitwa Mfalme Daudi. Siku moja Mfalme Daudi amekaa pamoja na kabineti yake. Anawauliza wale kabineti yake, anawaambia, je, amesalia nani katika nyumba ya Sauli ili nimtendee mema kwa ajili ya Yonathani? Ukisoma habari za huyu Sauli unakumbuka ya kwamba huyu Sauli alikuwa ni mfalme, na wakati fulani Daudi aliwahi kuishi nyumbani kwa Sauli. Alipoishi nyumbani kwa Sauli, japo Sauli alikuwa anamtendea mabaya Daudi, japo Sauli siku zote za maisha yake alikuwa anatamani kumuua Sauli, lakini kwenye nyumba ya Sauli kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Yonathani. Huyu Yonathani yeye alikuwa ni mtoto wa Sauli, na huyu Yonathani alikuwa akimtendea mema Daudi, japo kuwa baba yake alikuwa anamtendea mabaya Daudi, lakini Yonathani, Biblia inasema moyo wake uliambatana na moyo wa Daudi. Alimpenda Daudi, na kwa jinsi hiyo akawa anamtendea mema Daudi. Halafu siku moja Yonathani akafa. Biblia inasema Yonathani alipokufa, miaka mingi imeenda mbele, Daudi akaja kuwa mfalme. Sasa Daudi anapokaa kwenye kiti cha kifalme, siku moja Mungu anapotazama kwenye kumbukumbu zake, anauona wema ambao Daudi aliufanya kwa Yonathani. Anauona wema ambao Daudi aliufanya kwenye nyumba ya Sauli, na sasa Mungu anatamani kurejesha, kulipa ule wema. Na Mungu huwa analipa. Mpendwa, yuko Mungu ambaye huwa analipa. Daudi anapokaa siku moja, Mungu anamkumbusha tu. Daudi anajiuliza, anasema, je, amesalia nani kwenye nyumba ya Sauli? Kumbuka huyu Sauli amekwisha kufa. Kumbuka huyu Yonathani hayupo tena, amekwisha kufa. Yeye ambaye alishatenda mema amekufa, hayupo. Na Daudi sasa amekuwa mfalme, Mungu amemjalia. Anasema yuko nani amebakia kwenye ile nyumba, nimtendee wema kwa ajili ya Yonathani. Wema unaotenda leo sio kwa ajili yako. Wema unaotenda leo watoto wako wanaweza kuvuna, wajukuu zako wanaweza kuvuna, uzao wako unaweza kuvuna.
Unaweza wewe usivune, lakini ninakuhakikishia watoto wako watavuna. Unaweza wewe usivune, lakini ninakuhakikishia uzao wako utavuna. Yonathani hakuvuna wema aliotenda kwa Daudi, lakini mtoto wake ambaye alikuwa ni mlemavu akavuna. Biblia inasema, Daudi anasema, yuko wapi mtu ambaye amebakia kwenye nyumba ya Sauli nimtendee mema kwa ajili ya Yonathani? Halafu analetwa mtoto wa Yonathani. Anapoletwa yule mtoto tena alikuwa ni mlemavu, Biblia inasema Daudi akampokea kwa furaha na akamwambia ya kwamba kuanzia sasa wewe utakula kwenye meza ya mfalme. Halafu akamrejeshea na mali za baba yake. Ninazungumza na wewe ambaye Mungu amekupa moyo mzuri, Mungu amekupa moyo wa upendo kwa ajili ya wengine, Mungu amekufanya daraja kwa ajili ya wengine, hata kama wanakukanyaga, hata kama leo wanakusema vibaya, hata kama leo wanakuzungumza kwa mabaya, hata kama leo hawa appreciate kile unachokifanya.